hapo. Ndio nimesema kila mwanadamu ana roho, ana kiumbe. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, wafanya biashara. Sema wafanya biashara. Na matajiri. Ongezea matajiri. Wana kiumbe kinachowapa hiyo mali. Wafanya biashara, ukienda sokoni, wana kiumbe kinayowapa wateja na kuwapa biashara. Lakini mimi na wewe hatuna. Ndio naanzilisha biashara yako, unapikwa na kile kiumbe cha upande wa pili. Kiumbe cha upande wa pili kinachukua kinyesi na kupaka tuka lako na kupaka nguo zako. Wanunuzi wanapokuja hawaoni hiyo nguo zako, hawaoni hiyo duga, wanapita wanaenda pande hiyo. Maana tuko na falme ngapi? Ufalme wa giza unatumika hiyo, lakini ufalme wa nuru ambapo hatuna hiyo siri, lakini Mungu ametupa. Tunaanza kitabu cha kwanza, Mathayo 6:9. Amen. Mathayo 6:9. Tunatafuta neno moja. Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Lakini ufalme wako. Sasa tunashika hapo. Wewe na mimi ni wa ufalme. Wewe na mimi ulipookoka umeingia ndani ya ufalme. Na wewe ndio utakayeendelesha ufalme huu. Yesu alileta ufalme. Mhubiri mwingine akasema Yesu hakuleta dini, alileta nini? Yesu hakuleta dini. Yesu alileta ufalme. Maana alipochunguza duniani akaona dini, kulikuwa na dini za Mafarisayo, kulikuwa na dini ya Masadukayo, kulikuwa na dini mbalimbali, na hizo dini ndio zilimpika Yesu. Sasa Yesu alileta nini? Ufalme wa mbinguni. Yesu hakuleta dini, alileta ufalme wa mbinguni. Kabla tuenda hapo, dini iliua au dini haiui? Dini inaua au haiui? Dini inaua. Dini iliua Yesu. Dini iliua Yesu. Dini ilitesa kina Petero na Yohana. Dini iliua mashahidi. Dini iliua mamilioni ya watu. Dini iliua mamilioni ya watu. Yesu ameleta nini? Ufalme. Soma hapo ndio tufafanue kidogo. Mathayo 6:9 inasema, basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Ufalme wako uje. Yesu alikuwa anawafundisha kwamba mimi na wewe tuite ufalme wa Mungu uje ndani ya huduma ya Holy Victory Believers, ili mimi na wewe tuingie ndani ya ufalme huo. Na tunapoingia ndani ya ufalme huo, tunakabidhiwa mamlaka ya kuweza kutawala ufalme huo. Na tukipewa uwezo wa kutawala ufalme huo, ufalme wa giza unaondoka maboma zetu. Ufalme wa giza unaondoka sehemu ambayo tumekaa. Ufalme wa giza unatoweka. Na ufalme huo unapatikana nini? Yesu akasema Yohana 10:10, mwizi kaachani kufanya nini? Kuua, kuchinja na kuharibu. Lakini akasema nini? Mimi nimekuja muwe na uzima. Kwa hivyo Yesu alileta ufalme wa Mungu. Na ndani ya ufalme wa Mungu una mamlaka. Ufalme huo una jeshi. Ufalme huo una jeshi. Jeshi nambari 1. Jeshi hilo ni hatari. Waja tukuja upande mwingine. Kila nchi ina jeshi.
Nchi au kiongozi yoyote hawezi tawala asipokuwa na mwalimu amekuwa hapa akasema maskari wa Yesu, walinzi wa Yesu walikuwa nani? Tuseme watu wenye kuzuia watu walikuwa nani? Hawezi haya hapa ukaenda kwa Ezekiel ukafikia utamfikia. Utakuta nini? Utakutana na wapinzani. Watakusuia, hutaingia. Hautaingia, watakusuia. Hata ukienda kwa president huwezi pita paka waangalia umetumwa na umepitia kuanzia chini. Yaani umeanzia mzee wa mtaa umekuja paka kwa chifu, umetoka kwa chifu umekuja paka kwa TC, PC, ameandika barua, unaenda kumwona president, una sababu kani ndio wakubali wewe upite wapi? Upite mahali pale. Kwa hivyo kila serikali duniani inategemea jeshi. Kila serikali duniani inategemea jeshi. Jeshi ndio linafanya serikali hiyo inakuwa. Na kazi ya jeshi lengo lake ni nini? Ni kulinda nchi hiyo na mipaka yake na mipaka yake na wanadamu na mali yao. Kwa hivyo wewe na mimi, kwa sababu sisi ni wafalme, tumekabidhiwa malaika wa kutulinda. Ndio nimesema kila mwanadamu ana roho, au niseme ana roho fulani, iwe ni Roho Mtakatifu au roho mchafu. Nikasema kila mwanadamu ana kiumbe, na nikatoa mfano nikasema ya kwamba unapoenda sokoni, unapoingia kwenye hii masupa kubwa ya market, utapata kitu hapo kwa mlango wameweka mfano kama ile ndege inaitwa nini? Na kandeka inaitwa, sikajui kwa Kiswahili, lakini wapukusu ite soko. Hata ukiingia ndani ya gari, ukikaa mbele ya dereva, utaona kale kandege kanachezea wapi? Kameweka wapi? Wewe unafikiri ni maritati? Keukia mwenzako, unafikiri ni maritati? Wewe unaona nini? Tuambiane ukweli, wewe unaona nini? Wewe unaona ni maritati? Sawa. Unaweza enda kwa nyumba nyingine ukaona maandishi. Wewe unafikiri maandishi ya kawaida? Haya. Hapo nyuma tuseme supermarket Nakumatt, waliweka nini ukiingia kwa mlango? Nini iko? Wewe unafikiri ni sanamu? Wewe unafikiri ni sanamu tu? Ni nini hiyo? Wewe unaona ni sanamu? Si sanamu. Huyo ndio Mungu wao. Huyo ndio anawapa mali. Huyo ndio anafuta mimi na wewe twende tununue hapo. Huyo ndio anafuta wewe. Wewe ndio fanya nini? Ununue. Ni huyo. Waambiane ukweli. Tumai fruta tukanunua. Huyo ndio anafuta wewe. Ukiingia hapa, hata kama unasema hawezi na mie miungu, lakini wacha ingia kwa duka ya mwindi pako wafanya kwa hivi. Nini haka hapo? Pako inamia nini? Panga uinamia Mungu wake haka hapo. Usifikiri kwamba unapata mwanamke mwenye picha fulani, huyo ndio Mungu wake, huyo ndio anampa mali. Neje wewe uko na nini? Ulize jirani, unakinga maishani mwako? Hauna? Sema wana wa giza. Sema wana wa giza. Watoto wao wanawaacha hivyo. Wanaweka nini? Wanisaidie. Wanawekanga nini kwa watu nyochokoka? Wanawekanga nini? Jambo la kwanza jina. Jambo la pili anachanjwa. Jambo la tatu anawekwa irisi hapa. Hiyo ni nini? Kinga. Hiyo ni kinga ya kufanya nini? Ya kumlinda. Alafu mazingira ukiingia unaambiwa usipite huko nyuma. Usipite huko nyuma. Unaonywa mapema usipite. Iko nini huko?
kinga ya kuwalinda. Nyoka kinga. Nyoka ni nini? Ukiwa nyoka yeye mtu anapona. Nyoka ni kinga yeye uko. Sasa uliza mwenzako, wewe umejiwekea kinga gani? Wewe umejiwekea kinga gani? Kando ya Yesu umejiwekea nani? Bwana atusaidie. Amen. Sisi ni wa ufalme, na kila ufalme haukosi jeshi. Kila ufalme haukosi nini? Hakuna serikali duniani ikakosa askari, ikakosa mwanajeshi. Mzee wa mtaa aliongezea watu wanaitwa nani? Nyumba 10. Shuka atakuja kama wewe umekubaliana naye, umeandika na unaambia leo mimi Luka ninaingia kwa maagano kati yangu na Baba yangu wa mbinguni. Sasa kulingana na Zaburi 91:11 niakizie malaika wanilinde, na malaika walinde mahali popote napoenda. Ikiwa sokoni niko na wao, walinde hii biashara, walinde usawa wa tumbo langu, walinde watoto wangu wakiwa shuleni. Paka lazima tukubaliane. Haya, ukioa mke unapata tu unamchukua, mnaongeanga au unamchukua ndio naye. Daktari, ulichukua tu kene naye. Ulifanyaje? Mlikubaliana. Waje niulize mke wa TV. Mke wa TV. TV alikuchukua tu sokoni ukakuja kuishi naye. Mlifanyaje? Mlielewana? Alafu mkawekeana ahadi. Mkawekeana nini? Ahadi. Kwa hivyo nimekuja kuundua kumbe dunia hii lazima kubali. Hata kama maombi, yani leo tunabadilisha. Hata kama unakuja kuomba, fanya agano. Waandike chini. Alafu waambie Mungu, nimekubaliana na wewe. Sasa ruhusu uponyaji. Ndio malaika uponyaji atakuja. Hawezi kuja kwa sababu Mungu anajua wewe utamalizana upande huo mwingine. Mtumishi Kani akitaka kufuata Elisha, alifanyaje? Alikuwa Elia au Elisha? Kulikuwa na Elia na Elisha. Elisha akitaka kufuata Elia alifanya nini? Alichoma ng'ombe zake, akatafuta, ilikuwa ng'ombe nyingi, akachinja. Sema kuchinja. Akachinja. Watu wa Mungu wakakula. Walipokula wakanena baraka. Alipotoka wakaungana na mtumishi wa Mungu Elia. Sasa yeye naye Mungu akamtumia kuliko Elia. Elisha Mungu alimtumia sana kuliko nani? Elia.
kwa sababu alichinja, akakubaliana na akaandamana pamoja na nani? Elia, na akapokea marudufu. Keukie mwenzao, kumbe tulipookoka tu kujua tunakuja ngomba, Baba katika jina la Yesu, mimi nimekuja kwa asubuhi ya leo. Baba naomba, natangaza uponyaji. Kumbe Mungu anataka muandikishana na yeye. Yeye ni Mungu wa maagano. 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 Hawezi kuja bure mpaka aone umeandika ndiye akuja kupikanie. Lazima uandike chini. Usipoandika chini, lazima uandike chini. Unapokuja kwenye maombi, pengine Mungu amekupa neema kama ya Luka kidogo ya kukariri yale ambayo, kama huko chapewa hiyo neema, wewe unaandika chini. Unaomba maombi yenye maandikwa, mwenyewe maandika. Mungu, nimefanya agano na wewe, ruhusu malaika walinda. Mungu anasema ni ukweli, wewe ni mwerevu. Haya, tukuja upande mwingine. Unaweza kununua shamba bila kuandikishana. Unaweza chukua tu shamba paka mfano nini? Haya, na msasi anaweza kupa tu urithi bure. Msasi wako anaweza kupa tu shamba bure. Anafanyaje? Baba sasa amefika miaka yake kutaka kutoka. Anafanyaje? Kwa nini sangekupa tu? Mtoto wangu kuanzia hapa hii shamba nimekupa. Haiwezekani. Paka sababu akikupa tu hao wengine watakunyang'anya. Hao wengine wanafanya nini? Sasa sema shetani ameiba mali yetu, lakini tukiandikisha itarudi. Ameiba mali yetu, tukikubaliana na Mungu itarudi. Tukiandikishana afya inarudi, tukiandikishana amani inarudi, tukiandikishana tunamiliki baraka zetu. Kwa hivyo tusipoandikishana na Mungu, tutakuwa tunaangalia tu. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako kubaliana na Mungu. Mara nyingi tumekiri sana Mathayo 18. Tumekiri sana Mathayo 18. Tumekiri sana. Unaelewa hapo kwa nini nasema wawili wakipatana? Unaelewa mstari vizuri? Au imekuwa tu wimbo? Mathayo 18:19 Biblia inasema wawili wakikubaliana duniani, lolote watakapoomba watatendewa. Kumbe Mungu anataka kukubaliana na yeye. Waandike chini, mkubaliane ndiye akuje. Imesema Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Alafu utupe nini? Riziki yetu ya kila siku. Mimi na wewe tuko ndani ya ufalme, na ufalme huu uko pamoja na jeshi lake, na ufalme huu wewe ni mtawala. Yohana 1:12, bali wote waliomwamini aliwapa uwezo wa kufanya nini? Aliwapa uwezo wa kufanya nini? Na unatawala tu pasipo jeshi. Unaweza tawala bila jeshi? Haiwezekani. Kwa hivyo tukielewa hiyo, ambayo itakuwa sawa. Bwana asifiwe. Nchi gani ambayo iko na wanajeshi hatari? Tuko na nchi karibu tatu. Tuko na Amerika, tuko na Russia, tuko na Israeli, tuko na ingine. Lakini nchi mbaya sana iko na silaha nyingi ni gani? Nchi gani ambayo ni tisho mpaka sasa inaingiza watu baridi? Ni Russia. Hao hapo wana sana, wana silaha. Amerika. Kwa hivyo tunaangalia duniani. Na wewe narudi kwetu. Na wewe je?
Wewe uko ndani ya ufalme number 1, jeshi number 1, na lile jeshi ukilikundua na uambie kuanzia wewe ni jeshi, umetumwa kunilinda, na kuanzia leo hii nitatembea kifua kikiwa wasi, sitaokopa. Kulingana na Isaya 41:10, usiokope maana mimi niko pamoja na wewe. Mungu akikuwekea mkono, anaamrisha malaika wanakuja kukulinda. Kama vile nimetoa mfano ya kwamba leo hii ukienda ukijificha chini ya Russia, wa Amerika hawakuwezi. Hawakuwezi. Bwana tusaidie sana. Kwa hivyo uko ndani ya ufalme. Ufalme huu hauna mwanzo, ufalme huu hauna mwisho. Jeshi lake ni number 1, jeshi lake ni number 1. Jeshi lake ni hatari kuliko majeshi yote duniani, kuliko ya kishetani na mapepo yake. Tuko ndani ya jeshi, na lile jeshi limetumwa kunilinda mimi na wewe. Lakini kwa sababu hatujui kuitumia, kuanzia leo tuingie kwenye maagano, tuamuru jeshi liweze kutulinda. Waje tunyamaze kidogo. Ukienda sehemu za kule Uganda, uingie kwa shamba la mtu, ukate ndizi ukule. Ukipepa unatoa kwa shamba nini? Wameweka nini? Kinga. Unaingia tu, umekuona tu, okay, ndio huyu Mkenya ameingia shamba ndizi, kam naweka chini unakula. Wako tu hapo wakulinda hiyo shamba, wako hapo. Jaribu pepo one. Jaribu pepo hautatoka. Nitakuwa nasungia tu hapa hivi. Nitakuwa nasungia tu hapa hivi. Nitakuwa nasungia tu mpaka wakupate. Hao wamekundua wana kinga, na sisi kinga yenye tuko nayo ina shida yao mara mamilioni. Lile jeshi niko upande wako ni zaidi. Kulingana na Wafalme wa Pili 6:17, wakati Gehazi alipoingiza bariti, Mungu alimwambia mtumishi wa Mungu Elisha, akamwambia fungua macho yake. Mungu akafungua macho. Walio upande wako ni wengi na ni hatari, lakini jinsi ya kuwatumia ndio tunaendelea kuomba Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Ufalme wa Mungu unalindwa na jeshi. Kenya inalindwa na wanajeshi. Na kwa nini kila mwaka wanaonyesha silaha? Nataka tuelewane. Kwa nini wanaonyesha silaha? Unao tu manuari na silaha zao imepepa. Kwa nini wanaonyesha? Sio wangeficha. Yaani wanaonyesha silaha, inji zingine zione zifanye nini? Siokope. Ndio wanaonyesha nini? Ndio inji nyingine sema huko sikuza, huko kikuza kitakuramba. Wanaonyesha silaha. Silaha yetu ni hii, Biblia. Na tuweze kutumia malaika waweze, kwa sababu sisi tuko ndani ya ufalme. Sema ufalme. Je, unajitambua kwamba wewe ni mwenyeji wa ufalme wa mbinguni? Unajitambua kwamba umelindwa? Na vile umelindwa, lazima uingie kwa makubaliano ndio hawa uwape idini ya kukulinda. Wako hapo. Usipowaruhusu hakuna. Sema vita vingine tumepikana sisi wenyewe. Badala ya kuruhusu malaika watupikanie, sisi wenyewe tunafanya nini? Ukisikia tu mtu amekutukana, roho inapanda. Kwa kitabu gani? Mhubiri 7:12. Ati kifua kimeweka nini? Ati kifua kimeweka, ati mtu ameweka hasira. Yaani Biblia inamuita mpumbavu. Yaani ameweka hasira. Ameweka nini? Watachoma mimi nani? Watachoma mimi nani? Watenda wakutoe macho. Wewe ruhusu malaika waende wakupiganie hiyo vita. Usingangane na watu, usishindane na watu. Wewe ni mfalme. Amen. Kama rais wetu anaweza kwenda kukombana na mtu, anaweza toka tu kwa state house aende apige mtu kofi? Hapana. Yeye anajitambua ni nani? Yeye ni mfalme. Wewe nao jitambue wewe ni mfalme. Yeye anajitambua yeye ni president. Alipewa kisu.
Haya, kisu yako ni gani? Tuone kisu yako. Nani yako na kisu hapa? Nani yako na kisu hapa? Kisu ni gani? Kisu yangu ndio hii. Kisu yangu ndio nilipewa. Nilipewa nini? Kisu yangu ina uwezo kuua, inaweza kusamea, inaweza kuondolea mtu makosa, inaweza kumtangazia aishi milele, inaweza kumwambia nimekufunga duniani na mbinguni nimekufunga. Na inawezekana hivyo. Kumbe hauna kisu yako. Tuone wenye wako na kisu. Wainue juu. Usinunue kitabu. Wewe unapatanga pesa mingi. So waje uende ununue Biblia. Saa hizi ni 1,000. So ujitoe, nafikiri 1,000. Sijui 1,000 au 800. Enda nunua neno la Mungu kwa nalo karibu. Au nikuhubiria mhubiri anasema neno li. Hii ndio kisu. President wetu alichukua kisu ya kawaida. Lakini wewe ni hii ndio kisu. Waebrania 4:12. Neno ni kali kuliko kisu yoyote ikataye kuwili. Ni hili. Bwana asifiwe. Sasa mwambie mwenzako wewe ni mtawala. Lakini hujajielewa. Chukua hatua ya kwamba chini yako kuna malaika. Amen. Haya, mtu anisomee Joshua 5:14. Joshua 5:14. Wapendwa, inahitajika tuchitambue. Vile tumekaa hapa hivi, tumeitisha ufalme wa Mungu uko hapa. Tuko na Mungu hapa. Acha nikutupitie tu kweli. Tuna Mungu hapa, tuna malaika hapa, tuna Roho Mtakatifu hapa, tuna kiongozi mkuu Yesu Kristo hapa. Maana sisi ni wa ufalme. Alafu tuko na jeshi liko hapa. Jeshi hili ambalo limekulinda ngao ulioni. Ndio nimesema kila mwanadamu hakosi ako na kiumbe. Je, biashara vyako uliweka wakifu? Je, biashara yako uliweka wakifu? Na ukaamuru malaika walinde? Je, rafiki yangu hapa anaendesanga lori. Hiyo lori umeweka wakifu na ukaamuru malaika wakulinde? Nilikuwa na ndugu mwingine alikuwa tunamfunza hivyo. Ni jenga. Siku nyingine wakawa na toka Chimoyo. Teramuka hivyo. Na alikuwa amepepa mtu kwa pick up. Unajua gari yake lilirori mara 3. Likarori mara ya kwanza miguu chini, likaanguka tena chini. Nikaingia mara ya pili miguu juu tena nikaanguka chini. Mara ya 3 miguu juu mpaka nikaanguka chini. Na ile jamaa mwenye alikuwa kwa hiyo nyuma hakuumia, na yeye alikuwa mbele hakuumia. Waka watu wakasema, "Ndugu, wewe ni Mkristo?" Wakasema, "Wewe ni Mkristo. Wewe uko na Mungu." Alirudi mara 3. Hakuna mwenye hata amekatwa kioo. Sema jitambua ya kwamba wewe ni mtawala. Kwako hakuna hachali. Kwako hakuna kufa mapema. Kwako hakuna kufa mapema na hakuna hachali. Tukielewa hilo. Kwa nini wewe ulikuwa unakuja natubia hapa? Mungu aliwaruhusu waibe. Aliwaruhusu waibe. Yaani kutufunza kitu fulani. Kutufunza kitu fulani. Hatukuweka hii tukasema malaika mulinde nini? Mulinde nini? Mulinde nyumba ya nani? Hatukuwaruhusu walinde. Sasa tukienda mbele ya Mungu tunawashtaki, watakushinda kesi. Aya, soma hapo. Joshua 5:14. Nasema nini? Joshua alikuwa anatembea na akaona jamaa mwingine mbele. Joshua mlango wa 5 mstari wa 14 nasema, akasema, "La, lakini nimekuja sasa nili amri wa jeshi la Bwana." Yoshua akapomoka
kiusouso hata nchi. Anzia 13 nasema ni alimuuliza wewe ni nani? Nasema 13, ikawa hapo Yoshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko, akavua macho yake na kuangalia, na tazama, mtu mume akasimama kumkabili mbele yake, naye alikuwa na upanga wazi mkononi mwake. Yoshua akamwendea na kumwambia, je, wewe upande wetu au upande wa adui zetu? Akasema, la, lakini mimi nimekuja sasa nili amri wa jeshi la Bwana. Huyo ni nani? Malaika Mikaeli. Mimi ni kiongozi wa jeshi amri. Mimi ni mkubwa. Nimekuja kuwapigania hii vita. Bwana atusaidie sana. Kwa hivyo kanisa la Kristo, yani mimi na wewe, tutambue wana wa giza wanatumia majini, wachawi wanatumia majini, waganga wanatumia majini, biashara vyao wanatumia majini. Na wewe je, unatumia nini? Wanatumia nini? Mpende mwingine juzi alinisaidia, nikasema sita hayo mbako damu hizo kwa biashara. Hadi nyinyi mnamfanya Yesu yani kuna Kiswahili kwa mfano, mwalimu wewe nimekuletea suti 1100. Alafu mimi nakuja na unachukua hiyo suti unaanza kuipangusia kwa matope. Mimi nitasikiaje? Hadi sisi tunatumia damu ya Yesu vibaya. Kwa biashara damu ya Yesu, kwa gari damu ya Yesu. Hadi damu ya Yesu imepoa tu jukumu moja, wanadamu watubu, wafanye nini? Wasamehewe. Lakini watumie nini? Malaika Nikasema hapo mtumishi wa Mungu umenisaidia. Hayaza damu ya Yesu. Hata gari damu ya Yesu, na gari yenyewe inaanguka. Yaani unaita damu ikuja kwa chuma. Kuna malaika wa kulinda. Ndio akasema Zaburi 91:11, nimekuhakikishia malaika wa kulinda katika njia zako zote. Na katika kitabu cha Kutoka 23:20, nimemtuma malaika aende mbele yako. Na Mwanzo 3:24, wakati Mungu alipofukuza Adamu aliweka nani? Mungu ndiye mwanzilishi. Mungu ndiye mwanzilishi wa watchman. Ukiona watchman wako mahali fulani, Mungu ndiye mwanzilishi. Ukiona mahali kuna jeshi, Mungu ndiye mwanzilishi. Ndiposa anaitwa nani? Anaitwa Bwana wa majeshi. Anaitwa Bwana wa majeshi. Inji haiwezi rais hawezi endeleza inji pasipo jeshi. Hata wewe na mimi, jeshi ndio linatulinda. Lazima amuru jeshi lilinde nyumba yako. Lazima amuru jeshi lilinde watoto wako. Lazima amuru jeshi lilinde biashara, lilinde mahindi, lilinde shamba, lilinde mahindi yako, lilinde magari yako. Hapana, damu ya Yesu ni jeshi ndio linalinda. Sasa utaanza kuomba na damu Yesu. Damu Yesu kama mume. Jana nikosea mama fulani, Yesu naruhusu Waebrania 13:12, damu Yesu inisafishe, initakase. Lakini upande mwingine hii jeshi inafanya nini? Nilikubaliana naye, hata nikampigia simu. Network ikasumbua. Nilimpigia simu Kenya. Amen. Sasa akasema hapa ndio makosa yetu. Hadi watu ananua gari nafunika damu Yesu, ndio gari yenyewe inaenda kupata ajali. Hadi nyinyi mmemfanya Yesu, mmemfanya kama kiraka. Wapendwa, kwa nyumba yako umeweka nani? Wana wa giza ni werevu. Sasa tunaenda kuwa werevu kuliko. Wana wa giza ni werevu, sasa tunaenda kuwa werevu kuliko. Kwa biashara vyao Bwana tusaidie. Tukumbushana kidogo ndio tusome kitabu cha mwisho. Mababu zetu, sema mababu zetu, ikifika wakati wa kilimo na kupanda walikuwa wanafanya nini? Mababu zetu ikifika wakati wamelima shamba, wametayarisha, la pili walikuwa wanafanya nini? Ndio siku ya tatu watu waingie kwa shamba. Wanafanya
Pigia ya mama makofi, kumbe anajua hiyo siri. Wanachinja nini? Kwa nini wanachinja ng'ombe? Kwa nini wanachinja ng'ombe? Na leo wanachinja. Kwa nini? Sina chakula cha wao. Sina chakula cha wao. Cha wao hubera sina. Kitabu cha Kutoka 22:20. Usimchinjie Mungu yoyote isipokuwa mimi, utalaniwa. Kwa hivyo jamii ya Waluhya na jamii nyingine wanachinjia miungu, hata wanachinjia baba si baba. Si uchinjie babako kama angali hai. Umeongoja baba amekufa ndio unakimbia na ng'ombe. Si umchinjie kama angali hai. Na si uchinjie pasaruka haka tukuje tukule. Sema Jumapili unaamka unaambia wachungaji wa Cell Group, Jumapili mimi nimeamua kuleta ng'ombe tuchinjie baba pastor tukule pamoja. Huyo mtu atabarikiwa. Bana chinja kati nimelala niko kwa jeneza sasa unasema huyu alikuwa pastor wetu. Huyu alikuwa pastor wetu. Alikuwa niko kwa jeneza. Sikuvi sahi lakini niko kwa jeneza. Sasa ndio nakimbia na ng'ombe. Ishindwe. Usinijinjie. Hapa ni kitabu cha Kutoka imesema nini? Soma kidogo ndio tukuja kwa kitabu cha mwisho. Inasema nini? Kitabu cha Kutoka 22:20. Sasa ndio mali ya jamii ya Wapukusi iliendea hapa. Hawana. Chau. Kwa nini? Kumuruka ng'ombe na wao. Mtoto akienda kutahiri ng'ombe na wao. Badala aweke ng'ombe ikue alafu wause mtoto asome, wanaua jamaa tena wanakurokea tena hapo ndio wanaroka wewe. Wako nakula nyama hapo ndio wanaroka wewe. Si uchinje kama angali hai. Kutoka 22:20 nasema, mtu atakaye mchinjia sadaka Mungu yeyote isipokuwa ni yeye Bwana peke yake, na angamizwe kabisa. Angamizwe? Nani anakuangamiza? Ni wachawi? Ni Mungu mwenyewe. Anakunyang'anya ng'ombe, anakunyang'anya mbuzi, anakunyang'anya kondoo, anakunyang'anya kuku. Sasa wewe huwezi fuka kwa sababu laana ya Mungu imekuangukia. Ndio sasa nimekuja kwa jibu lenye mama anasema walikuwa wanachinja watu wakule wafurahi, wanene baraka, kesho amuke wapi? La pili, walikuwa wanachinja kwa kumshukuru Mungu bila amewasaidia. Kumshukuru nani? Mungu. Wazee wetu wa zamani walimjua Mungu kwa kumshukuru Mungu, kwa kutoa. Wanachinja watu wakule wafurahi. Jumatatu saa 12 wameamukia shambani, wenye kupasua mitaro na pasua, wenye kumwaka mbolea wanamwaka, wenye kuweka mbegu wanaweka, wenye kufunika wanafunika. Angalia ya wazee walikuwa wanalima mahindi mwaka huu mpaka mwaka ujao mahindi pata imejaa, mpaka hii nyingine wanauza, kwa sababu walikundua siri kwa kumwambia Mungu na chinja kwa kumshukuru Mungu. Sasa ni afadhali uchinjie pasaruka kama angali hai. Amen. Yani asere tu kuingia tu siku moja. Sema Jumapili nataka kuandaa. Anaanza kutangaza mapema. Wakristo leo utakuwa na ibada mara 3. Chakula iko, kila kitu iko. Sasa hata kitu kichelewa kanisani iko mulo hapo. Watu wakule na wapepe wachangamuke. Hapo watakuwa Yesu anasema nilikuwa njaa. Wakati umechinja unachinjia Luka, unachinjia Yesu. Basi tunakula pamoja na hao watu wakikula hawezi nena, sawa wananena. Hata nyama yenye mepaki wanapepa wanaenda nayo. Wanaanza kucheka kwa nyumba, leo tumekula. Huyo pasaruka abarikiwe sana. Baraka zinakuja tu zinanyesha. Bwana asifiwe. Tunarudi upande huo. Mimi na wewe tumekabidhiwa mamlaka. Kwa hivyo tuna uwezo wa kuamuru viumbe hivi viweze kutulinda. Waebrania 1:14.
Mtu asome hapo. Sasa tutajikomboaje? Sababu tulitenda, tumefanya kisiri. Tulifanya kisiri, lazima tujikomboe. Kuna ile ya kutembea na kuna ile ya kuchinja watu wakule pamoja. Waebrania 1:14 nasema, je, hao wote si roho watumikao wakitumwa kuwahudumu wale watakaourithi wokovu? Wakitumwa. Ukiambia malaika na kutuma, nimechukua mtoto wangu Wanjala, nimemweka mikononi mwa Yesu, haya malaika nilindia huyu mtoto. Malaika atalinda huyu mtoto. Akiwa kwa tarasa, malaika ako na yeye. Akienda kulala, malaika ako na yeye. Akiamuka, malaika ako na yeye. Maana amepoa, ulimwambia mlinde. Wakorintho wa kwanza 6:3 ya kwamba malaika hawa utawauliza siku ya mwisho, mlikuwa wapi? Nao watakuuliza. Kwa mfano leo hii tupike makoli twende mbele ya Mungu, tuanza kuambia Mungu 2021 Yesu aliingia iwa vyombo, 2024 tena waliingia. Tunaanza kulaumu malaika. Malaika kuuliza swali, mulituruhusu tulinde? Mulituruhusu? Sema yenyewe hatukuwaruhusu. Nani ameshinda kesi? Malaika watakuwa wameshinda kesi. Nimesema kila mwanadamu aliyookoka akona kiumbe, asiokoka pia akona kiumbe, na kile kiumbe kinatumwa kukupika wewe. 1 2 3. Hii ni shilingi 10. Hii ni 15 mpaka naweka watu hapo wanaanza kucheza. Wanaanza kucheza 10 20 15 20. Watu wanamhakika. Wakianza kucheza hivi, jamaa ameweka miungu ndani hawa watu. Wakianza kucheza na watu wa mama wanaanza kujikusanyika, wananunua. Anakuambia sikoze Jumatano, amejua wewe ndiye ameweka kitu ndani mwako. Anatumia nyota yako. Wewe unaanza kucheza 5 5 20 5 5 mpaka hata chuo imewaka tu, unaendelea kuimba tu na watu wananunua. Unaendelea kuimba tu na watu wananunua. Naye anaingiza pesa. Leo anakupa shilingi 200 unarudi nyumbani. Amekutumia. Sasa amrisha malaika wakulinde. Amen. Asema fanya agreement ndio wakuje. Ndio Mungu afanye nini? Leo hii tukitaka msaada, kwa mfano, tukitaka msaada Museveni atume jeshi, atakuja tu bila maandishi chini. Wanajeshi wa Museveni watakuja chini bila, watakuja tu pasipo kuandikishana. Tutaandikishana. Museveni aseme na kifa utalipa? Ndio nitalipa. Utatoa nini? Ndio nenda hivi. Wanalinda Kenya. Maana maagano waliweka. Sasa kama wanashika kitu hapo. Hata wewe uliposaliwa, mama yako aliweka jina, alifanya nini? Alifanya nini? Aliweka maagano. Mimi nakumbuka nikiwa na miaka 7, miaka 8, kuna ndugu yangu alisaliwa mwaka wa 70 na nilikuwa na miaka 8 au 10 hapo 9. Kwa na miaka 9. Ndugu yangu akusaliwa 75. Namba 3. Akasaliwa, nikaona nyanya akakuja. Wakaweka kuku ngapi? 2 kwa nyumba juu. Wakaanza kusema no mali ya ng'ombe ukae hapo juu tu. No halima ya ng'ombe ukashuka, kuku inaruka na anguka chini. Mali ya ng'ombe mwenyewe akakaa kwa kuku katulia tu. Ndio akapeana jina. Hii majina wamekuingiza kwa maagano. Hakuna hapo jina lenye halijaekwa kwa maagano. Wewe unaweza shangaa sahi, lakini jina lako walikuingiza kwa maagano. Sasa huyo mtu ndiye anakulinda. Huyo babu ndiye analinda wewe.
Sasa Wakorintho wa pili 5:17, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Mababu wanaenda na Yesu anachukua ushukani. Alafu umepewa amri. Mwambie mwenzako umepewa amri. Hawa wako chini yako wanakusikiza. Tusome kitabu cha mwisho Kutoka 23:20. Maana watu wanajua tu Saburi 91. So mnajua hiyo. Atakukisia nini? Atakukisia nini? Malaika. Nimesema mtu wa kwanza aliyeanzilisha kazi ya watchman ni Mungu mwenyewe. Mungu ndiye alipofukuza Adamu na Hawa, aliweka nani wa kulinda? Aliweka nani? Aliweka malaika wenye cheo wanaitwa makerubi. Walilinda hiyo shamba ili Adamu asiingie. Kwa hivyo lazima tufanye maagano ili malaika hawa walinde boma zetu, walinde nyumba zetu, walinde mashamba yetu, maana Mungu ndiye mwanzilishi. Kitabu cha Kutoka 23:20. Kitabu cha Kutoka 23:20 anasema, tazama mimi namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale ilipokutengenezea. Huyo malaika na kulinda. Ndio tumekuwa tukisoma tu, unasoma tu. Biblia imesema kitabu cha Kutoka 23:20, Bwana amesema natuma malaika. Usipokubaliana ukaandika chini, huyo malaika hawezi kuja. Huyo malaika atakuja kama utachukua huo mstari ukubaliana nao, waandike kwamba Mungu nimefanya agano na wewe. Amuru malaika wako kulingana kitabu cha Kutoka 23:20. Malaika watakuja wachukue shukani, waanze kukuongoza ukitoka njia, ukitoka kwa nyumba yako. Wameenda president akikuja hapa, useme rais wetu akikuja, kwani wewe unatangulia kuja? Wapelelezi au sio wapelelezi? Wanakuja kufanya. Hata wewe unapotembea, unapoenda mahali fulani, malaika wanaenda mbele kupeleleza. Unapopanga safari, malaika hawa wanaenda mbele, wanapeleleza, wanaondoa vitu njiani, wanaondoa mitego njiani. Kwa sababu tumeingia kwa mitego, kwa sababu hatujui. Aya, kitu imeniuma. Umeruka mtego. Umepiga nini? Mkuu. Na kauvimbe kanakuja kidogo tu, na mkuu inaendelea inaoza, wanakata. Geukie mwenzako, tumia malaika. Ya pili, amuru malaika. Malaika hawana lugha nyingine. Lugha yenye wako nayo ni wewe kuamuru. Niko na mama yangu hapa. Mama, wewe ulipokuwa kiongozi, ulikuwa unaambia tu maaskari tafadhali. Ulikuwa unasemaje mama? Ulikuwa unasema tafadhali nawaomba tu mfanyie kazi. Ulikuwa unatumia nini? Mambo yako. Nilikuwa natumia amri. Wewe Mkristo? Tunakubaliana utaanza kutumia amri. Kwanza leo. Tumekubaliana? Utatumia? Utasemaje? Anatumia amri au anajua Biblia? Anatumia nini? Kiongozi anatumia nini? Amri. Hata akiwa mtu mkubwa na yako juu, hata akiwa amemshindia miaka na huyo yako juu, mwambia asante, afande. Hawezi kuuza. Na wewe tumia amri, waambie mashetani toka kwa nyumba yangu muende. Wataenda. Lakini sasa unatetemeka tu ukionako tu paka akipita kwa nyumba. Sasa hapo unatetemeka kupikia pasaruka simu. Ndiye hata nyinyi maaskari wangu kunilinda, hata waje ongeni nyumba. Itaru. Wataru.
Bwana asifiwe. Mungu ndiye mwanzilishi. Umeelewa hiyo Mwanzo 3? Mungu kwa nini alituma malaika? Kwa nini alituma malaika? Sangewacha tu. Yesu alisema nini? Wakati Yesu ameingia kwa majaribu alisema nini? Ukisoma Luka tofauti na Mathayo na Yohana, alisema kama ningekuwa ufalme huu ningetuma nini? Ningeitisha malaika wangapi? Wangapi? 12. Alipotaja hivyo tu, lile jeshi lilikuja kushika Yesu, wakaanguka chini putu. Na wakaamka. Alafu Petro naye amechilinda na panga, naye akakata nini? Yesu akafanya nini? Kwanza leo tumia amri. Amuru, wewe ni komando. Amuru vitu. Leo nimekuja kufuta neno fulani. Sema Basaruka amekuja kufuta neno fulani. Siwaambie jirani, salamia jirani, usilale usingizi. Mwambie Basaruka amekuja kufuta jambo fulani. Haya, lingine. Wangapi wanaombanga Mungu awape pesa? Mimi nimeomba kwa hiyo. Mungu nipe. Wangapi wameomba? Hata mimi nimeomba sana hiyo. So tuina mikono. Tuina mikono tusaidiane. Nani ameomba kwa Mungu atupe pesa? Kumbe ambie mwenzako kumbe ni makosa. Hatujajitambua sisi tuna amri. Mwambie mwenzako kumbe ni makosa. Kumbe ni kuomba maombi hayo Mungu hatapeana. Hawezi. Alishapeana kitambo. Iko wapi? Iko wapi? Hapa. Ameshapeana. Iko hapa. Sasa utafanyaje? Utatumia amri. Unasema katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema Kai 2:8, fedha ni mali ya Bwana, dhahabu ni mali ya Bwana. Yohana 10:10, mwizi kataa kuiba, kujia na kuharibu. Mithali 6:31, mwizi akipatikana atafanyaje? Sasa na kuamuru shetani, ondoa mkono kwa mali yangu, ondoa mkono kwa pesa zangu. Ninakuamuru ondoa. Ukimaliza hiyo unasema malaika na waamuru fuata, mniletee pesa, itakuja haraka. Ukiomba tu wiki moja au siku moja na kuhakikishia Zaburi 45 mstari wa 12, Mungu atatingiza tajiri fulani, atakuja jipendekeza kwa kuja kwa mama, na shida gani nikusaidie. Sema unajua hata si hii nyumba. Sema unataka nini? Mungu amemsukuma, unataka sijui ni peko shilingi 100. Sema kenye kinakusumbua. Mungu amemsukuma. Ati Mungu atatumia hao matajiri wa dunia hii wakuletea utajiri kulingana katika Isaia 49 mstari wa 23 inasema nini? Inasema wafalme wa nchi hii watakuwa baba ya kulea na malkia wa nchi hii watakuwa mama. Na Isaya 60 mstari wa 4 inasema Mungu ataamurusha watu wache wasimame na wewe wakati wewe umeamuru. Lakini la pili, fanya kazi. Geukia mwenzako mwambie fanya kazi. Wangapi wanafanya biashara hapa? Wangapi wanafanya biashara? Waanze na amuru. Na wangapi wafanye biashara? Wainue mikono tuwasaidie waanze kufanya biashara. Fanya biashara. Sasa kwa mwambie wangapi wafanye biashara, wainue mikono juu. Wenye hawafanyi biashara, usiogope. Yaani wewe umekaa tu, waje wenye wameandikwa. Wangapi wameandikwa hapa? Wangapi wameandikwa? Haya. Wangapi ambao wanakaa tu wafanye biashara? Yaani hawajajishika mahali popote, wako tu wanaongoja wasee wao waletee jioni. Na unasema pokea kari, haipokea, haitakuja. Wakofanye kazi. Ndio kiamuru malaika naongea na Mwarabu kule.
Mwarabu anasumbuliwa, enda Kenya, sehemu kani Western kuna mtu anaitwa Lucas Wanjala Manyololi, anataka hii gari. Na anakuja na analeta gari kubwa, mpaka wifi na inaingia kwa watu wengine. Ingekuwa yangu baada kuanza leo fanya nini? Tumia nini? Amuru. Mwambie shetani, ninakuamuru kwa jina la Yesu, wewe Mungu wa dunia hii ulipoanguka hapa, Yohana 14:31, Yohana 14:31, hauna kitu wewe. Ninakuamuru, ondoa mkono juu ya mali yangu, ondoa mkono juu ya fedha zangu. Ninakuamuru kwa jina. Yeye pia anakubali umwambie hivyo. Akiwa mbinguni alikuwa anaamuriwa. Sasa nao pia umechukua mamlaka, unamwamuru na chilia mkono. Ayubu 20:15, anatabika mali yako. Labda haya malaika, fuata, niletee mali, nenda mashariki, nenda magharibi, nenda kaskazini, nenda kusini, nenda Webuye, kamata watu waniletee. Wiki mbili utaona mtu mgeni anakuja kwenye mji. Akikuja kwako amekuletea mamilioni ya pesa, na wewe unasema ya majini niletee mimi. Unaweza omba hivyo na ukawa unatembea tu, Mungu yu mwema, Mungu yu, na gari inapita mbele na kisanduku kinaanguka tu, kinaanguka hapo chini. So, kumbe Mungu ameitupa hapo. Na rafiki yangu moja, mwaka 2004 nilikuwa naanga netimani. Rafiki wangu mmoja akaniambia, kijana mmoja alikuwa anaendesha tu basikili na gari ya kulipa mshahara watu wanaotengeneza tumbako, ikaangusha nini? Kaangusha bage, kaanguka chini. Yeye akachukua akafunga kwa basikili na kaanza kwenda. Hiyo gari kaenda karibu masaa mangapi? Kaenda Land Rover ikarudi. Kaambia kijana leta. Akafungua. Mamilioni, makofi. Mchinga wewe. Hii pesa ilikuwa yako, wewe ni mchinga. Ilienda. Sasa nasamuru hivyo. Nasamuru, Baba naamuru malaika, fuata niletea pesa. Na unaambia tu hapo, unajua pesa iko hapa, hata wengine waone kibeti hapo, kiangalia ndani ni 1300, hayo 1400. Watu wanapita hapo hata kama Jumatano. Wanapita tu hapo hivyo, wanaikanya, kumbe Mungu anataka uyokote. Mali inatoka wapi? Chuma inatoka wapi? Chuma inatoka wapi? Ardhi. Pesa inatoka wapi? Ardhi. Nusimama. Unatumia malaika. Nimesema kila mwanadamu amepewa kiumbe cha kumlinda. Wewe ambao umeokoka ushapewa malaika hao wakulinde, lakini hujawaruhusu, lakini hujawaambia. Suamuru. Sema shetani kuamuru, toa mkono wako kwa mali yangu, toa mkono wangu kwa afya yangu. Basi kado dijendelee sana. Nataka wenye wako na panga. Wenye wako na panga, hata kama iko kwa simu, nataka nikuongoze tu sala kwa ufupi. Umeshika Biblia? Yeah? Umeshika Biblia? Wenye wako na simu, soma Zaburi 35. Tusome wote. Zaburi 35. Bwana, utete nao wanaoteta nami,
Tusome wote. Bwana, utete nao wanaoteta nami. Upigana nao wanaopigana nami. Uishike ngao na kigao, usimame unisaidie. Utoe na mkuki, uwapige wanaonifuatia. Sifika hapo. Nataka waangalia huko, alafu some kisema wanayotoka huko. Niko na kuonyesha vita vingine. Sema ni vita vingine. Sasa wenye wana Biblia watafanyaje? Wenye wana Biblia wenye wana Biblia wanasemaje? Wanunue. Aya 1 2 3. Bwana, utete nao wanaoteta nami. Aya fika hapo kidogo. Aya sema Bwana, na utete wanaoteta na mimi. Katika jina la Yesu. Watu wanaotokea upande huo, adui wanaotokea upande huo, Bwana teta na wanaoteta nami. Bwana wanaopigana na mimi, katika jina la Yesu. Aya endelea tena. Bwana, pigana wanaopigana nami. Mstari wa 3. Ushike ngao na kigao, simama. Aya sema Bwana, ushike mkuki, upigane wanaopigana na mimi, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Utoe mkuki, upigane wanaopigana na mimi, katika jina la Yesu. Aya endelea. Mstari wa 4. Waibishwe, wafedhehishwe wanaoitafuta nafsi yangu. Aya sema na waibishwe. Wafedhehishwe wanaotafuta nafsi yangu. Warudishwe nyuma. Wafadhaishwe wanaonisulia mabaya. Wasema katika jina la Yesu. Wanaonisulia mabaya waibishwe. Mstari wa 5 ni ya mwisho, anasema nini? Wawe kama makapi mbele ya upepo, malaika wa Bwana akiwaangusha chini. Aya sema wawe kama makapi ya upepo, malaika wa Bwana awaangushe chini. Sema naamuru malaika wa Bwana waangusheni chini, katika jina la Yesu. Waangusheni chini, katika jina la Yesu. Waangusheni chini, kwa jina la Yesu. Amen. Haya tuangalia mkono huko sasa. Narudi huko. Na tunaifanya kwa imani. Utayaona. Tunarudi tena. Tunarudi tena. Haya anzia penyewe. Bwana, utete nao wanaoteta nami. Upigane nao wanaopigana nami. Haya tuombe. Sema Bwana, utete wanaoteta nami, upigane wanaopigana na mimi. Ushike ngao na kikao, usimame unisaidie. Mungu usimame unisaidie. Teta wanaoteta na mimi, teta wanaoteta na mimi, teta wanaoteta na mimi, pigana wanaopigana na mimi, pigana wanaopigana na mimi. Shika ngao na kikao, simama unisaidie, katika jina la Yesu. Aendelea. Mstari wa 3. Utoe na mkuki, uwapige wanaonifuatia, uambie nafsi yangu, mimi ni wokovu wako. Sema Mungu Baba, utoe mkuki, uwapige wanaonifuatia, uambie nafsi yangu, mimi ni wokovu, katika jina la Yesu. Bwana toa mkuki, Bwana toa mkuki, uwapige wanaonifuatia, naambia nafsi yangu, mimi ni wokovu wako. Mstari wa 4. Waibishwe, wafedhehishwe wanaonifuata nafsi yangu. Sema Mungu Baba, wafedhehishwe wanaitafuta nafsi yangu, warudishwe nyuma. Wafadhaishwe wanaonisulia mabaya, andiko ilitimie kwangu.
Haya, mstari wa 5. Malaika wa Bwana akiwaangusha chini. Haya, sema wawe kama makapi wawe kama makapi ya upepo. Malaika wa Bwana akiwaangusha chini. Natangaza maadui wanaotokea kule, naamuru malaika wafuatie, waangushe chini. Wanatafuta maisha yangu, wanatafuta uhai wangu, wanatafuta kazi yangu, wanatafuta ndoa yangu, wananisulia mabaya. Haya, malaika waangushe chini katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tunaenda ya mwisho. Tunaangalia huku sasa. Haya, tusome wote pamoja. Bwana, tetete nao nami. Pigana nao wanaopigana nami. Uishike kigao na kigao, usimame unisaidie. Haya, pamoja niseme Bwana, teta wanaoteta na mimi. Bwana, teta wanaoteta. Upigana nao wanaopigana na mimi. Upigana nao pigana nami. Ushike ngao na kikao. Ushike ngao na kikao. Usimame unisaidie. Usimame unisaidie. Bwana, usimame unisaidie. Bwana, usimame. Bwana, teta wanaoteta na mimi. Bwana, teta wanaoteta. Pigana wanaopigana na mimi. Shika ngao na kikao. Usimame unisaidie mimi. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Haya, mstari wa 3. Utoe na mkuki wapige wanaonifuatia. Uambie nafsi yangu, mimi ni wokovu wako. Bwana, utoe mkuki uwapige wanaonifuatia. Uambie nafsi yangu, mimi ni wokovu wako. Bwana, simama, toa mkuki, anza kuwapika kuanzia siku ya leo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Aya 4. Waaibishwe, wafedheishwe wanaonifuatia nafsi yangu. Warudishwe nyuma, wafadhaishwe wanaonizuilia mabaya. Sema Mungu, waibishwe, wafedheishwe wanaoifuata nafsi yangu. Warudishwe nyuma, wafadhaishwe wanaonisulia mabaya. Baba, natangaza waibishwe maadui zangu kuanzia siku ya leo. Waibishwe milele kwa jina la Yesu. Mstari wa 5. Wawe kama makapi mbele ya upepo. Malaika wa Bwana akiwaangusha chini. Wawe makapi mbele ya upepo. Haya, malaika wa Mungu, waangusheni wote kuanzia siku ya leo. Mimi na familia yangu, wale wanaopigana na mimi, naamuru malaika, enda mbele, waangushe, 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 waangushe kwa jina la Yesu. Amen. Nipigia Yesu makofi. Sasa ukirudi kwa nyumba yako tena, fanya hivyo. Fanya hivyo wiki moja. Maana tumeonyesha panda hivi. Wapigana nani? Wateta na Mungu. Kutoka panda hii, wateta na Mungu. Wakutoka panda hii, wateta na Mungu. Wakutoka panda hii, wateta na Mungu. Wakuteta juu, wakutoka juu, wateta na Mungu. Amen. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Amen. Bwana asifiwe. Amuru malaika wafanye kazi. Mesikia? Na kila zenyu wakati mwingine wao mnapuusa, mnaacha hivyo. Badilisha kuanzia siku hiyo. Baba, katika jina la Yesu, nataka nipe pesa. Baba, hata mimi nilikuwa naomba hiyo. Baba, katika jina la Yesu, nataka pesa. Anaanza kucheka tu. Ni kama vile wamechukua mate, anakufanyia kazi badala muamuru akuletee maji. Sasa unaanza kusema niletee, unaanza kusema sasa, unaanza kuanguka chini. Sasa hata mate mwenyewe anaona wewe ni mchinga tu. Badala mtumia akuletee maji. Ukiandika mate, wewe ndio unasema akuletee maji, sio ndio naamuru. Sasa anapata mshahara kutoka kwako. Kwa hivyo sasa sema badilisha maombi kuanzia leo. Badilisha maombi kuanzia leo hii. Utaweza? Utajaribu? Utatumia tena damu ya Yesu?
Damu ya Yesu inaosha nini? Moyo. Tumepewa jina la Yesu. La pili, damu ikuoshe. La tatu, nani? Jeshi. Ya kwanza, jina la Yesu. La pili, Damu ya Yesu. damu ya Yesu. Ya tatu, jeshi. Kwani sasa Biblia inasema tu nimekuhakikishia malaika, alafu wao watumii. Atatumia nani sasa? Tulisane. Huyo malaika wanaenda kwa nani? Na shetani anajua ya kwamba kila mwanadamu chini ya jua amepewa malaika. Ndiye akasema Yesu, si utoke tu hapo chini anguke chini, kwa maana imeandikwa. Atakuhakikishia nini? Malaika wa kulinda. Lakini mwambie mwenzako usiende ukaruka Nzoia, kwa sababu unataka kujaribu Mungu, utaenda na maji. Keukia mwenzako usiende ukajaribu Mungu. Sasa waje nijaribu Mungu nikawa niruke Nzoia. Hapa ni kumjaribu nani? Mjaribu nani? Utakuwa umejaribu Mungu? Sasa kuanzia leo hii, kila njia unapitia ikose nini? Haikose nini? Miteko. Zaburi 1:3 inasema nini? Inasemaje? Na Bwana akulinda na miteko. Miteko ya waindaji. Wewe unafikiri vile umekuja hapa waindaji umekuinda mara ngapi? Bwana akufanya nini? Akuepushe na wenye kuteka miteko. Sasa amesema hivyo. Mstari wa 3 amesema nini? Kwa hivyo amuru malaika waende mbele yako. Bwana toka tu kwa nyumba. Na unaanza shughuli zako. Ndio sasa kama unaenda shule ndio umekaza kwenda. Neema ya Bwana itusaidie. Sikuweko na wakati mzuri uombe. Sasa kama mairosi kama basarosi kama samu haraka sana. Hata achukua kete wameweka nini? Ndio wewe buye. Kidogo sikia. Nasikia uchungu, kumbe uliruka nini? Bom. Sema Mungu akusaidie. Amen. Neema ya Bwana iwabariki. Nani ameleta hii tumuombe?